Aziz, il est en train de reprendre, mais il n'est pas 100%. On a voulu lui donner le maximum de temps pour qu'il puisse avoir du temps de jeu et du rythme de jeu. Ceci, certainement, ça a impacté sur le niveau et la qualité de notre jeu. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur. C'est des périodes qui arrivent à toute équipe, surtout lorsqu'une équipe a eu du blessé. Tunashukuru kupata pointi tatu na mechi ilikuwa mechi ngumu, hata kama hatukucheza vizuri, lakini umuhimu tumepata pointi tatu, na pia haikuwa sana malengo, haikuwa sana kucheza kupata pointi tatu, lakini ilikuwa kuwapa muda wachezaji wengine wale ambao walikuwa majeruhi ku integrate baada ya kutoka kwenye majeruhi yao, kama hivyo wakina Aucho, Shua Boy, Juma na wengine. Hata Azizi pia anaenda na anarudi kidogo kidogo. Kitu kama na hicho ndio kimesababisha pia uchezaji wetu haukuwa kabisa kama huwa tunavyocheza. Na pia tuna mechi zingine ambazo tunaandaa, lazima wale wachezaji ambao walikuwa majeruhi tuwape nafasi ya kucheza mechi kama na hiyo, ili waanze kurudi taratibu, ili mechi ambayo inayokuja waende wacheze. Sababu wasingepewa nafasi kwenye mechi kama na hiyo, isingekuwa rahisi wa integrate kwenye mechi ambayo inayokuja. Ndio maana unakuta hatukucheza kabisa kama tunavyocheza. So tunaomba mashabiki wasipaniki kutokana na jinsi tulivyocheza. Kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi cha Namungo FC Dennis Kitambi amesema Young Africans ubora wao ndio ambao umeamua mechi, lakini pia anawapongeza vijana wake kwa kucheza vizuri dakika 90 licha ya kuwa wamepoteza kwa jumla mabao 2-0 dhidi ya Young Africans. Kipindi cha kwanza tuliwaruhusu sana wapinzani kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma, kwa hiyo ilitupa wakati mgumu sana, lakini cha pili pia na sisi jinsi ya kujenga mashambulizi yetu kuanzia nyuma ilikuwa tatizo, na goli wamekuja wamelipata obviously katika set play. Inasikitisha kwamba goli inakuja katika set play, kitu ambacho hatukutarajia, lakini ndio hivyo. Kipindi cha pili tulisema inabidi tuanze kwa press kwa juu, na nafikiri tukaanza kupata mafanikio again. Simple goal, tumewapa goli rahisi tena, kwa hiyo nao ikatuvunja moyo, lakini better performance kipindi cha pili. Nafikiri cha kwanza kabisa ni makini, kwa sababu katika goli la kwanza ambao Yanga wamepata ni lack of organization. Tulishindwa kujipanga upya, ukizingatia kwamba moja ya center back wetu Maliki alikuwa ametoka nje, ameumia. Kwa hiyo nafikiri la kwanza lack of organization, la pili na yenyewe first half hatukucheza sana. Second half yes we played better, na ndio ambavyo tunavyotaka. Lengo letu ni kwamba tuweze kucheza namna hiyo. Kama tungecheza vile angalau nusu ya kipindi cha kwanza kama vile tulivyocheza kipindi cha pili, na natumaini tungeweza kupata chance nyingi zaidi. Young Africans inaungana na Simba Sports Club ambao jana iliweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 kwa ajili ya maandalizi ya kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa barani Afrika, wao wakiwa ndio wawakilishi pekee kwenye mashindano ya kimataifa kwenye hatua ya makundi, ile kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa barani Afrika. Mimi kutokea Benjamin Mkapa, Lupaso, Mr. Reporter Nasipo Mkomwa. Sababisha goli 2 baada ya Namungo baada ya kuwasumbua Yanga kwa muda mrefu. Yanga wameshapata dawa yao, sasa wanaendelea kupata ushindi, na kwa mara ya kwanza wanapata ushindi home and away dhidi ya Namungo. Kama unakumbuka, kulikuwa na historia kwamba Yanga hajawahi kumfunga Namungo katika misimu miwili ya kwanza ya ligi kuu ya Tanzania bara baada ya Namungo kupanda, lakini ikafika wakati wakapata ushindi msimu uliopita, na msimu huu wameweka rekodi wa kufunga home magoli 2 na hapa Yanga walishinda ugenini magoli 2 na hapa nyumbani wameshinda magoli 2. Na huo ni ushindi wa 9 kwa Young Africa baada ya kupoteza dhidi ya Ihefu. Baada ya kupoteza Ihefu wamecheza michezo 9 yote wameibuka na ushindi. Kama unakumbuka, Azam baada ya kufungwa na KMC walicheza michezo 8 mfululizo bila kupoteza, wakaja kupoteza mchezo wao dhidi ya Young Africa, ulikuwa mchezo wa 9. Waliweka rekodi katika msimu huu kucheza michezo 8 mfululizo na kupata pointi 24. Lakini Yanga wamefikia rekodi ya Azam kwa kucheza michezo 8 kwa kupata ushindi, na leo hii mchezo wa 9 means wamepata pointi 27 katika michezo 9 iliyopita, na wameweka rekodi katika ligi kuu msimu huu kupata ushindi mfululizo katika michezo 9. Young Africa wanazidi kuweka kuimarisha ile gepo la alama 6 dhidi ya Simba. Jana Simba baada ya kupata ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Singida Big Stars wakasogelea ikawa alama 3, hani 53 kwa 56. Yanga leo hii wamepata ushindi alama 3 means wana alama 59 katika ligi kuu, ikisalia michezo 8 kwa upande wao. Kwa hiyo Young Africa ukiangalia mchezo wa leo dhidi ya Namungo
kama alivyozungumza mwalimu, kama mchezo ulikuwa mgumu hasa kipindi cha kwanza. Pesi ilikuwa ya chini sana kwa Young Africa pamoja kwa Namungo. Yanga licha ya dakika 5 za mwisho kupata goli la kuongoza kupitia kwa Dickson Job, lakini kipindi cha pili kidogo mabadiliko yaliyofanywa na mwalimu pengine yaliongeza chachu na kuweka mchezo huo katika spidi. Makosa aliyofanya Shiza Ramadhani Kichuya pamoja na golikipa wake Dida yalizawadia Yanga goli la pili lililofungwa na Aziz Ki, na Yanga wanapata goli la namna hii kwa mara ya pili. Kama unakumbuka mchezo dhidi ya Ihefu katika uwanja huu wa Taifa, goli alilofunga na Mayele, tatizo lilikuwa kwa golikipa, Mayele akafunga, na leo pia tunaona tatizo kwa golikipa, Steven Aziz Ki anafunga. Kwa hiyo Yanga wametoka na clean sheet nyingine, ushindi wa magoli mawili, na kuelekea katika mchezo wao wa kimataifa dhidi ya Tunisia kidogo imewapa ahueni kwa sababu tayari wanayafunika ya ligi kuu. Sasa mawazo yote wanapeleka katika mchezo hii ya kimataifa. Kwa hiyo utaona kwamba Simba anamkimbiza Yanga na Yanga ndiye anamkimbia Simba katika ile nafasi ya kutoa ubingwa. Vita naona bado ipo kwa upande wao, lakini hata vita ya nafasi ya 3 na ya 4 nayo ipo. Jana tumeona Singida Big Stars akipoteza dhidi ya Simba ikampa nafasi Azam.